Ili usipitwe matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Na moja ya vitu ambavyo binafsi vimenishangaza ni namna ambavyo Harmonize anataka kukwepa kivuli cha Diamond. There's no way ambayo Harmonize unaweza ukakwepa kivuli cha Diamond. Hakuna namna ambavyo unaweza ukakwepa. Okay. Labda kuna wakati Harmonize anajisahau kwamba yeye aliwahi kupita BCS na hakuna mtu aliyemzingatia. Harmonize amehaswa kwenye muziki wake. Inawezekana amekutana na matajiri, amekutana na wanamuziki, amekutana na wadau mbalimbali katika muziki. Lakini tujiulize, nani aliweza kumshika mkono Harmonize na kumsogeza mahali? He is Diamond Platnumz. Aliwekeza nguvu yake, aliwekeza muda wake. Harmonize anazungumzia tu kuhusu fedha. Hapasi kuzungumzia tu kuhusu fedha. Diamond amewekeza muda, amewekeza energy, amewekeza fedha. Sio, unanielewa? Kwa hiyo ukiangalia Harmonize hakuna namna ambavyo anaweza kukwepa hicho kivuli cha Diamond Platnumz. And mind you that wakati Diamond anamchukua Harmonize kumweka kwenye ramani, ni wakati ambao wadau wakubwa wa muziki, mashabiki baadhi, lakini pia hata wanamuziki wenzake Diamond Platnumz walikuwa wanamwambia kwamba huyu mwanamuziki atakutia hasara. So wakati Diamond anawekeza kwa Harmonize na kujaribu kumpush, kuna watu walikuwa wanamfuata Diamond wanamwambia hii ni hasara, huyu hawezi kufika popote, kwanza anakuiga, anafanya hivi. Criticizes zilikuwa nyingi sana kwa Harmonize wakati Diamond anamshika mkono. Diamond yale yote aliweza kufumba, kuziba pamba masikio, hakusikia, na akaendelea kumpusha Harmonize bila kusikiliza kelele zozote masikioni. Inawezekana kama angekuwa ni mtu mwingine tofauti na Diamond Platnumz, angeweza kuachana na Harmonize na akafanya mambo yake mengine. Okay, Mr. Pimbi, ngoja nikuulize kitu kimoja kwamba moja ya matamko ambayo Harmonize alikuwa anatoa, alikuwa anasema kwamba yeye alishalipa fedha. Umeona? Kwa hiyo ile ilikuwa ni biashara, ameshalipa pesa zake. Kwa hiyo hapaswi kuzungumzwa na kutajwa kwamba Diamond ni sehemu kwenye maisha. Kwa sababu gani? Amefanya yote, kwamba Diamond amewekeza fedha, amemfanyia mambo makubwa, amehakikisha amekuwa mkubwa, amempa brand kubwa, kamtengeneza mpaka amefika pale. Lakini mwisho wa siku akaja kulipa fedha milioni 500. Sasa inawezekana vipi? Yaani kwa upande wa Harmonize. Sasa sijajua hii pia nao unaweka vipi, kwa sababu naona kama unabeza sana kwenye kusema kwamba Diamond anatakiwa aendelee tu kupewa sifa, Harmonize anatakiwa asimkanyagie mshikaji. Lakini Harmonize amejaribu kuongea kwamba ile ilikuwa ni biashara na ameshalipa pesa. Kwa hiyo hapaswi tena kuzungumzwa kwamba Diamond ni msaidizi, amemsaidia. Very good. Umeuliza swali zuri sana. Sasa kama ilikuwa ni biashara, tafsiri ni kwamba Diamond aliwekeza kwa Harmonize na aliwekeza hiyo biashara. Kama aliwekeza hiyo biashara, maana yake Diamond lazima atake return kutoka kwa kile kitu ambacho alikiwekeza. Sasa Harmonize analalamika nini juu ya hiyo milioni 600 plus na hiyo pesa ambayo iliongezeka ambayo Diamond alidai kutoka kwenye uwekezaji wa Harmonize? Analalamika nini? Kwa sababu Diamond aliwekeza kwa mtu ambaye anawekeza kwako au anawekeza katika biashara, maana yake anategemea profit, anategemea faida. Na ndicho ambacho Diamond alichokifanya kwa Harmonize, mpaka baadhi ya wanamuziki ambao walikuwa WCB ni lazima achukue faida na yeye kwa kile kitu ambacho amewekeza. Sasa unajiuliza swali la msingi, Harmonize yeye alitaka Diamond awekeze tu a lot of millions, alafu at the end of the day Harmonize anapotaka kutoka WCB Diamond amwambie bye bye, goodbye. Hivyo dunia haiko hivyo. Hakuna usawa wa namna hiyo. Na wala duniani hakuna huruma ya namna hiyo. Mtu amewekeza ni lazima ategemee profit, ategemee faida ya kile kitu ambacho amewekeza. Mimi nataka nikwambie, hata kile ambacho Diamond amedai kwa Harmonize milioni 600 ni ndogo compare na kile ambacho Diamond amewekeza. We all know Harmonize alikuwa anaenda mpaka Uganda, Rwanda, na Nigeria, South Africa, anafanya media tour. Hiyo ni investment kubwa ambayo Diamond aliifanya. Anaenda mpaka Marekani, anashoot video Marekani, anashoot Nigeria, anafanya hivi. Milioni 600 kwa kipindi ambacho Harmonize amekaa WCB, kwa ile investment ambayo wote tumeiona kwa macho. Almost miaka 6, 5, sio 4. Milioni 600 ni ndogo. Ukitaka kujua kama milioni 600 ni ndogo, muangalie Harmonize alivyo invest kwa Ibra. Kwa kiwango duni kweli kweli. Ibra anakuambia mpaka anatoka sio zaidi ya milioni 6, sio milioni 2. Lakini Harmonize amedemand kwa Ibra
bilioni 1 billion. Kama wewe Harmonize umeweza kudai 1 billion kwa Ibra na kwa uwekezaji mdogo ambao umewekeza kwa Ibra, what Diamond Platnumz alichokiwekeza kwako alafu akadai milioni 600, mimi nasema na nathibitisha ile pesa ambayo Harmonize amedaiwa kwa Diamond ni ndogo compare kwa uwekezaji ambao Diamond aliwekeza kwa Harmonize. Okay, moja ya Harmonize anasema kwamba lebo yake imeuliwa. Amesema kwamba lebo yake imeuliwa. Hii kauli ya lebo kuuliwa, yule ni mshikaji wako. Yes. Yaani imeuliwaje lebo yake? I think Harmonize hayuko sawa psychologically. Na ni ushauri tu. Kama kuna watu ni wataalamu wa psychology au watu ambao wako karibu na Harmonize wanahitaji, I think anahitaji watu wamweke sawa kisaikolojia, kwa sababu unaposema lebo yako imeuliwa, au imeuliwa kivipi? Ile lebo Harmonize ameiua mwenyewe. Kaiua vipi? Very good. Umekuja kwenye point kubwa sana. Angalia namna ambavyo Harmonize, tunaweza tukatumia lugha ni kama alikurupuka. Sijui lugha nzuri ni ipi. Ni kama aliharakisha kuanzisha record label. Hiyo yote ni kujaribu kucompete na Diamond Platnumz, kwamba anachokifanya Diamond na mimi naweza nikakifanya. Harmonize alianzisha record label by the time ambayo yeye hana uwezo wa kifedha wa kurani ile label. Alichukua wasanii 5 kwa mpigo. Alimchukua Kili, alimchukua yule Chili, sijui akamchukua Country Boy, akamchukua Angela, akamchukua Ibra. Wasanii wengi, wakati Harmonize ndo kwanza ametoka WCB. Hana hela, hana chochote, choka mbaya. Alafu unataka kuanzisha record label ikiwa we mwenyewe unahitaji kujipushi, hujafika mahali. Diamond ni mfano bora. Why? Angalia distance ya Diamond alivyotoka mpaka kuja kufanikiwa, mpaka alivyoanzisha record label. Angalia namna ambavyo Diamond aliwasaini wasanii wake kutoka kwa Harmonize mpaka kuja kwa Rayvanny aliyefuatia, almost miaka 3. Kutoka kwa Rayvanny mpaka kuja kwa Lavalava, almost miaka 3 mtu amekaa na ngoja. Kutoka kwa Lavalava kuja kwa kina Mbosso na wengine, kulikuwa kuna distance kubwa sana. Diamond hakukurupuka. Kwa nini hakukurupuka? Hakukurupuka kwa sababu unapokurupuka kurundika kundi la watu, utashindwa kumanage vizuri. Huyu anahitaji kwenda at the same time, huyu anahitaji kwenda at the same time, huyu anahitaji kwenda. Hapo ndipo Harmonize alipofeli. Hana uchumi, yeye mwenyewe bado anahitaji vita dhidi ya Diamond. Alafu hapo anataka kumpeleka Ibra aende mjini, anataka kumpeleka Angela aende mjini, Kili sijui na Chidi, sijui Country Boy, na ndio maana vitu vyote vilifeli. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Hivi kwa nini Harmonize hakutoka kwa Diamond mpaka pale alipokuwa amefanikiwa kiuchumi? Do you think hakuna watu walimfuata kumconvince Harmonize au Rayvanny au Zuchu au wasanii wote wa WCB? Do you think hakuna wanamuziki, hakuna wafanyabiashara wakubwa au watu wakubwa ambao walienda kuwaconvince wasanii wa WCB? Unajua kwa nini wasanii wa WCB wote wametoka mara baada ya kuwa wamefanikiwa? Okay, Mr. Pimbi, hii ni tafsiri ni kwamba kwa Harmonize hakukuwa kuna uwekezaji, na ndio maana kwa muda mfupi wasanii wote wametoka kwenye lebo ya Konde Gang. Hakuna aliyekaa. Mimi nataka nikuonyeshe weakness ya Harmonize nje ya hicho anachokilalamika kwamba amefanywa figisu mpaka lebo haija survive. Angalia Harmonize alikuwa na mameneja wangapi? Alikuwa na Mjerumani, alikuwa na Joshua Mipango, alikuwa na Jembe ni Jembe, alikuwa na huyu ametoka sasa hivi mara ya mwisho ana date na mzungu. Huyu nani? Chopa. 4 managers Harmonize alikuwa nao ambao sisi tunawatambua. Niambie katika hao mameneja 5 4 ambao Harmonize alikuwa nao, nani kabaki? Ni manager gani amebaki kwa Harmonize? Hakuna manager aliyebaki kwa Harmonize hata mmoja. Okay. Sasa kama hakuna manager hata mmoja aliyebaki kwa Harmonize kwa muda mfupi, hamwezi kuona kwamba kwa Harmonize kuna tatizo. Okay, kwa Harmonize kuna tatizo. Hayo umeyasema wewe. Yes. Na sikatai. Yeah. Lakini Pimbi, mara nyingi umeonekana ukiwa upande wa Harmonize. Tena mara nyingi wewe unapaza sauti kumtetea na kumkingia kifua baadhi ya mambo. Kabisa. Leo hii wewe unasadiki kuongea haya. Labda nini kimetokea baina yako na Harmonize? Mimi nataka labda utuambie. Wala kwangu mimi na Harmonize hakuna changamoto yoyote. Isipokuwa mimi always ni mtu ambaye nimenyoka.
Nyeupe ni nyeupe, nyeusi ni nyeusi. Haijalishi wewe ni mshikaji wangu au tuna hang wote pamoja, labda ni kutetee. Ukiona mtu yoyote ambaye yupo karibu na Harmonize anakuja kutetea kwa hiki kinachoendelea kwa Harmonize, sio mtu mzuri na si mtu mwema kwa Harmonize. Na ndio maana mimi niliwahi kumwambia hivi physically Harmonize, uso kwa uso. Nilimwambia Stan Bakora, Mwijaku, Abikubanga, sijui huyo meneja Dingano, hawa si watu wazuri kwako. Hadi Mwijaku sio watu wazuri kwako. Kwa nini? Ukiona unakosea alafu watu walioko karibu yako wanakusifia, hawa si watu wema, wanakupoteza. My friend, mtu mzuri kwako ni yule ambaye ukikosea anakuambia hapa bosi hatwendi sawa, hapa unateleza, hapa utaanguka. Hivi kwa nafasi ambayo Harmonize yuko nayo, ukitaka kujua kwamba watu waliomzunguka si watu wazuri, kwa nafasi aliyokuwa nayo Harmonize, ni nafasi ambayo Harmonize hana hata endorsement hata moja. Leo tunaenda mwaka wangapi Harmonize hana endorsement hata moja. Hata biashara ndogo ya watu kuja kuwekeza kwa Harmonize hawawezi. Harmonize ana mjengo, ana vitu mbalimbali. I'm not talking about mjengo. Unapokuwa msanii mkubwa A-list, tunataka kuona hizi kampuni na taasisi zinakuja kuwekeza kwako. Like tunavyoona kwa Diamond Platnumz, tunavyoona kwa Alikiba. Alikiba sio mtu ambaye ana matashiti na anatoa ngoma back to back, yuko slow, lakini angalia endorsement yuko nazo. So kwa Harmonize kuna changamoto, na mbaya zaidi ni watu ambao wamemzunguka Harmonize, wako nyuma yake, wanaompa support na yuko nao karibu mara zote, ni watu ambao hawawezi kumwambia Harmonize weakness zake. Mimi ni mtu ambaye nikikaa na Harmonize hivi physically uso kwa uso, nilikuwa namwambia weakness zake. Bosi, hapa hii ni changamoto iko kwako, haiwezi kwenda sawa. Hiki sio kitu kizuri, punguza hiki, punguza hiki. Issue ya jana ya Harmonize hakutakiwa kurekodi kitu chochote wala kuongea kitu chochote. Umemwona Alikiba ameongea chochote? Hapana. Umemwona Diamond ameongea chochote? Msanii gani mkubwa umemwona ambaye ni A-list amekuja amecomment kwa hiki ambacho kinaendelea? No. Why Harmonize yeye amekuwa kipaumbele? Manake nini? Hana watu ambao wanaweza kaka nao hata akashauri kwamba nataka kurekodi hii clip, nataka kufanya hivi. Vipi madhara yake kwa kipindi hiki, itakuwa na faida gani, itakuwa na hasara gani? Ukiwa na watu ambao thinking capacity yao ni kubwa, watakwambia kwa muda huu relax. Sasa ukiangalia sasa hivi kinachoendelea ni kwamba Harmonize amejidharaulisha. Watu wengi sana wanamcriticize. Sio, unaelewa? So Harmonize hayuko sawa. Mimi what I can see psychologically Harmonize inawezekana hayuko sawa. You never know, mtu ana stress, mtu ana depression, kwa sababu nasema hivyo kwa sababu ya vitu ambavyo vinaendelea kwa Harmonize. Unaona kabisa huyu ni mtu ambaye nyuma yake hakuna watu ambao wanaweza kukaa kumshauri, au hajazungukwa na watu ambao wanaweza kumweka sawa, bana hiki hakipaswi kwenda huko kwenye mitandao ya kijamii, hiki hakipaswi kwenda huko, usifanye hiki kwa muda huu, tulia. Harmonize ni kama amekurupuka kwa hiki alichokifanya. Okay, amekurupuka kwa hicho alichokifanya. Yeah. Kuna tetesi nazisikia kwamba Harmonize amepigwa pini, kwamba hataki kwenda nchi za Ulaya. Kuna ukweli kwenye hilo? Ya, watu hawajui. Hiki kitu mimi nakijua na nakifahamu muda mrefu. Harmonize amepigwa bani. Amepigwa bani, hawezi kwenda nchi yoyote ya Ulaya. Kwa nini? Sara alikwenda kufungua kesi dhidi ya Harmonize. Unajua wenzetu wazungu wanajali sana masuala ya ndoa. Umeelewa? Okay. Kesi ambayo Sara alifungua ni kesi ambayo wale wameiangalia na wameona wambani Harmonize kufika Ulaya. And that's why ni mwaka wangapi hujamuona Harmonize akikanyaga Ulaya. Na tetesi ninazozisikia ni kwamba hata si bara la Ulaya tu, hata bara la Amerika kapigwa bani. Wenzetu wako very professional, yani wako makini sana kwa vitu kama hivi. Unyanyasaji wowote au haki yoyote ambayo wanaiona hukuitenda tena kwa mwanamke au mtoto, wenzetu wazungu na wenzetu hao mabara yaliyoendelea wako makini sana kwa haki za watoto pamoja na wanawake au wake. So kwa ninavyozisikia za ndani kabisa ni kwamba Harmonize amepigwa bani. Sasa hii ni stress kwa Harmonize, na ndio maana umeona wasanii wote wanasafiri.
utasikia yuko Finland, utasikia yuko huko. Na Harmonize tulikuwa tuwezi kukaa tukaona mwaka hajasafiri, hajaenda hata Sweden, Austria. Sasa hizi tunazungumza sio ni mwaka wangapi Harmonize hajakanyaga Ulaya, hajakanyaga Marekani. Okay. Na huo ukatili ambao Sara anasema kwamba amefanyiwa na ni ukatili wa namna gani? Kwa sababu Harmonize ni mwanao, mnakaa mnazungumza mengi sana. Ni ukatili wa namna gani? Inavyosemekana ni masuala ya haki ya ndoa. Yaani ni kama Sara hakutendewa haki wakati Harmonize anaachana naye. Sio, umeelewa? Kwa hiyo kwenye kushtaki, kutaka kudai haki ni kwamba Harmonize amepigwa bani na amepigwa faini, sijajua ni kiasi gani, na amepigwa faini. Kwa hiyo atakapolipa ile faini ndipo ambapo ile bani ya kwenda Ulaya au Amerika itaachiwa. Na ni pesa nyingi sana ambayo inawezekana Harmonize ikamchukua miaka 20-10 hajailipa. Kwamba inaweza kalabu pengine ni shilingi ngapi hiyo? Pesa nyingi sana. Habari nilizoambiwa ni pesa nyingi sana. Na niliambiwa kwa uchumi wa Harmonize kama atakubali kuilipa, upo uwezekano wakasheki kiuchumi. Okay, labda tuje kwenye issue ya uchumi wa Harmonize. Uchumi wa Harmonize kwa sasa hivi ukoje? Ni wa kiwango gani? Uchumi wa Harmonize umeshuka kwa 2025. Uchumi wa Harmonize umeshuka. Kuna mtu anaweza kusema wewe uko kwenye benki yake mpaka useme uchumi wa Harmonize umeshuka. No. Uchumi wa mtu kushuka tunapima kwa kazi. Kazi Harmonize ni muziki. Ukitaka kujua uchumi wa Harmonize umeshuka kimuziki, naambie mara ya mwisho Harmonize kupiga show ya kimataifa ni lini? Sasa atapigaje show ya kimataifa wakati tunasema kwamba amepigwa bani? Fanya hata Uganda hapo, Kenya, Kongo, tunamsikia Diamond anaenda Cameroon, anaenda huko. Juzi Rayvanny alikuwa yuko Dubai, ameenda 2 times. Nenda hata Dubai. Yaani private jet zote zile Harmonize anazopanda na timu yake leo hii unasema kwamba ameshuka. Wasanii ukifuatilia hizi private jet utapasuka kichwa. Wengi wao wanapewa favor tu na wafanya biashara wakubwa ambao wanawatumia kibiashara. Kwa hiyo unaweza kukuta msanii analipa 40%, alafu tajiri analipa 60% ya kukodi hiyo private jet. Kwa hiyo kuna maisha ya wasanii yana siri nyingi sana. Hata haya magari wanayomiliki kuna siri nyingi sana. Watu wanadaiwa magari haya ni mikopo, wanadaiwa, wana msongo wa mawazo. Kwa hiyo usibabaike na hizi private jet. Lakini uhalisia ndio huo, ndio kwamba Harmonize ameshuka kiuchumi, afanye show za ndani mpaka za nje. Harmonize namba zake zimeshuka this year. Harmonize mwaka huu nikikwambia niletee hit song, when I'm talking about hit song, we mean hit song like Sing Again. Sio, unanielewa? Nikikwambia niletee 2025 hit song ya Harmonize ni ipi? Utapata wakati mgumu. Wewe nitajie hit song ya Harmonize. Hit. Usitaje tu nyimbo tulizokuja kama Big G tukayayuka ndani ya siku mbili. Hit. Do you know Harmonize amefanya collab na yule sijui Rude Boy sijui nani kwenye kundi la P Square. Hana hata video. Ile best couple. Hana hata video. Unawezaje kwenda Nigeria ukafanya collab na msanii mkubwa kama yule ukaacha hata kufanya video? Ndio ujue vitu kwa Harmonize haviendi sawa. Na haviko sawa. So nini kifanyike sasa ili viweze kwenda sawa kwa upande wake? Mimi nikimwangalia Harmonize namuona anahitaji watu wa psychology. Kwa sababu kila anachokifanya unaona hakifanyi kwa utulivu. Ni kuna hali fulani ya kuharakisha jambo au kuchukulia vitu poa na kurahisisha, na kuna muda Harmonize anajisahau kama yeye ni A-list. Kuna muda anajisahau kwamba yeye ni mkubwa. Na ndio maana kwa vitu kama hivi vinavyoendelea huwezi kuona kampuni zinakuja kuinvest kwa Harmonize. Kwa nini msanii kama Mr. Pimbi na wasanii wengine ambao sio A-list ni wadogo tu, wakina Ndaro, wakina Steve Usho, wakina nani, hadi ma comedian wana endorsement?